Naam, karibu tena katika mwendelezo wa masomo yetu yanayohusiana na utengenezaji wa muziki. Kama producer au mtayarishaji wa muziki, ni lazima ujiulize unaenda kutengeneza muziki wako kwa kutumia program gani au DAW gani. Kirefu cha DAW, yani DAW, ni Digital Audio Workstations. Unatakiwa ujiulize kwamba unaenda kutengeneza muziki wako kwa kutumia program gani. Kwani kuna program nyingi sana zinazotumika katika utengenezaji wa muziki kama FL Studio, Fruit Loop Studio, Cubase, Ableton Live, Studio One, Logic Pro, Pro Tools na nyingine nyingi sana. Kwa leo tutaanza kutengeneza muziki wetu kwa kutumia Fruit Loop Studio, yani FL Studio. Programu hii ilitengenezwa Ubelgiji na kampuni ya Image Line. Ukishakuwa na PC yako, either laptop au desktop, download FL Studio kisha install katika PC yako. Yapo matoleo mengi sana ya FL Studio kama FL Studio 10, FL Studio 12, FL Studio 20, 21, 22, 24 na sasa wapo katika toleo la FL Studio 25. Lakini mimi nitaenda kukuelekeza kwa kutumia FL Studio 24. Ukishaifungua FL Studio yako kwa mara ya kwanza kabisa, itakuja na muonekano huu hapa. Hapa kwenye kona utakutana na file. Hapa utakutana na vitu vyote vinavyohusiana na file. Ukitaka kufungua file, basi uta open hapa. Ukitaka kusave file lako, utasave hapa. Ukitaka kuimport file, unaingia hapa. Ukitaka kuexport file, unaingia hapa. Ukitaka kuangalia project zako ambazo umeshazifanyia kazi, utakutana nazo hapa pia. Sehemu ya pili kabisa ni sehemu ya kuedit. Sehemu iliyoandikwa edit, utakutana na sehemu ya kucopy pamoja na kupaste. Sehemu ya tatu ni sehemu iliyoandikwa add. Hii ni sehemu ambayo utaweza kuadd au kuongeza plugins zako. Kama unavyoona hapa kuna plugins nyingi, kwa utachagua ni plugin gani unataka kuitumia. Hii ni sehemu ya pattern. Hapa utakutana na zile pattern ambazo umeshazipiga huku. Kadri tunavyozidi kusonga mbele tutaelewana zaidi. Tunavyozungumzia pattern tunazungumzia kitu gani. Sehemu ya view. View kama tunavyojua ni muonekano. Hapa ukitaka kubadilisha muonekano wa FL Studio yako uionekanaje, basi utakuja kufanya settings zako hapa. Kwa mfano hapa unaona sehemu ya channel rack imewekewa tiki. Ukiondoa hii tiki, channel rack inaondoka kabisa. Ila ukiweka hivyo, ukiweka tiki, basi channel rack inarudi. Ukiingia kwenye piano roll, basi inakuonesha kama hivyo. Kwa hii ni sehemu ya muonekano. Nataka FL Studio yako iwe na muonekano gani, ionekanaje. Sehemu ya option pia hapa kuna setting nyingi sana nitakuwa kuzifanya. Tutazidi kuelewana tu kadri muda unavyozidi kwenda. Sehemu ya tools pia hapa kuna vitu vingi vya kuvijua. Nadhani tutavijua kadri muda unavyozidi kwenda. Sehemu ya help, hiki ni kituo cha msaada. Labda kuna changamoto umekutana nayo huku, kuna kitu umeshindwa kukifahamu, basi unakuja kuuliza swali lako hapa na utajibiwa moja kwa moja. Japo sehemu hii inahitaji MB. Utakutana na huu upande wa browser. Hapa ndipo sample zako zitakuwa zinakaa hapa. Kama unavyoziona sample zangu, ngoja tufungue sample chache. Kuna kiki hizi hapa. Hii hapa ni channel rack. Channel rack ni sehemu ambapo utaenda kupanga vitu vyako. Unapopiga vitu vyako utakuwa unavipiga katika channel rack. Hii hapa ni playlist.
Ukishakuwa umepiga vinanda vyako, labda umepiga pattern moja, pattern ya pili, pattern ya tatu, ya nne, ya tano, pattern zako ulizozipiga kule utakuja kuzipanga hapa. Hii ni sehemu ya mixer. Mixer ni sehemu ambapo unakuja kurekebisha vinanda vyako visikike kama wewe unavyovitaka. Labda kinanda kimelia hakina delay, unataka kukiongezea delay. Unakuja katika mixer yako na ukifanyia marekebisho kama wewe unavyotaka. Vitu vingine sio vya msingi sana, lakini naamini vitu vya msingi kabisa ni hivi hapo. Kwa sasa tumeshajua baadhi ya vitu. Sasa twende moja kwa moja katika kutengeneza biti yetu. Kwanza unavyotengeneza biti, ni lazima ujue unatengeneza biti ya aina gani. Huwezi kuanza kutengeneza biti kama hujui unaenda kutengeneza biti ya aina gani. Mfano tu, naenda kutengeneza biti ya bongo flavor. Ni lazima nijue kwamba biti ya bongo flavor inaenda na tempo ipi. Mara nyingi tempo zake huwa zinatembea kwenye 90 mpaka 110 hivi, hata 85 sio mbaya sana. Ila mara nyingi inacheza hapo kati ya 90 hivi mpaka 110. Tempo yetu kwa sasa tutatumia tempo ya 100. Ukishaweka tempo yako ya 100, basi utakuja katika channel rack. Utaenda kuchagua kifaa unachotaka kukipiga. Nitaenda kuchagua kinanda changu. Na leo tuweze kutumia stock plugins. Kwamba plugins za kwenye FL zinazokuja na FL. Tuweze kutumia plugins zinazokuja na FL. Kwa sababu najua wengi watakuwa hawana plugins. Tutatumia FL keys. Tutaingia katika piano roll. Kama nilivyokuambia tayari nina idea kichwani, kwa hiyo nitakuwa nikiwasilisha hapa idea ambayo tayari niko nayo kichwani. Ukishapiga kodi yako imekamilika kama hivi, hapo unaweza kuanza kuongeza savinanda pamoja na vionjo mbalimbali.
Hadi hapo unaweza kuongezea kitu kingine kwa ajili ya kuweza kuongeza ladha zaidi. Ukisikiliza utakuta kama wimbo sasa unaanza kuchangamka. Tazidi kuongeza vitu vingi zaidi ili kuweza kunogesha wimbo wetu. Kama kinanda ulichokipiga hujakielewa vizuri, pia unaweza ukabadilisha. Kuongeza bass line. Baada ya kuongeza bass, utakuta tayari kuna vitu vinapatikana hapo. Wimbo wetu unaanza kuwa mzuri sasa. Hadi hapo msanii anaweza kuimba akafanya chochote. Twende tukaongeze percussion. Tutengeneze grooves yetu. Tutengeneze groove yetu, kick, snare pamoja na percussion mbalimbali. Wenye majungu na rumba ya sukweni utu,
Hapo sasa utachagua ni kiki gani nzuri inafaa kwa ajili ya wimbo wako, kwa sababu kiki zipo nyingi sana. Unachagua kiki ambayo unaona inalingana au inaendana na wimbo wako. Baada hapo tunaweza kuongeza snare. Hapo unaweza kupunguza kidogo hizi velocity kwa ajili ya kutengeneza kitu kama mchicha fulani. Moja unaiacha, inayofuata unaipunguza velocity kama hivi. Hadi hapo kuna kitu kinakuja, au sio? Basi ukishakuwa umetengeneza kama hivi, una uwezo wa kwenda sasa kupanga katika playlist yetu ili tuweze kupata wimbo. Kwa sababu tumepiga katika sehemu moja, hapo una uwezo wa kuja kuzitawanya ili kiki isikike peke yake, hats isikike peke yake, snare isikike peke yake, chords, guitar, bass viweze kukaa peke yake, ili tuweze kupata pattern nyingi zaidi. Unaingia hapa, unaenda katika sehemu iliyoandikwa split by channel. Hapo zitagawanyika, kila moja itakaa peke yake. Baada ya kufanya hivyo, basi utakuja katika playlist yako, utakuja kupanga kifaa kimoja kimoja. Kiki yetu tulikuwa tumeipiga ni hii hapa. Ukiunganisha na hat utaisikia hivyo. Utakuja kuunganisha na snare yetu, utasikia inavolia. Ukiunganisha na kodi unaisikia hapo. Utakuja kuongeza na gitaa. Ukiongeza tena na hiki hapa, kuja kumalizia na bass yetu.